Jamani, kuhusiana na MC Pilipili kutengana na mke wake, tusiwe wanafiki. Mimi nakumbuka kipindi kile ndo MC Pilipili ameoa yule binti. Tulikuwa tuna comment mwanamke gani muda wote mtu yupo kwenye social media, muda wote kila siku mtu anaposti video, picha mpya. Makeup ni shingapi? Makeup ni zaidi ya 30. Nguo ni gharama, mavazi ya kuanzia 70,000, laki na nusu na kuendelea. Viatu. Sasa hivyo vitu vyote tulikuwa tuna comment kwamba mbona hapa hamna mwanamke jamani? Yaani binti yule from the start alikuwa anaonekana kabisa kwamba anataka fame, alikuwa anataka umaarufu. Lakini sasa MC bwana alionaga kama yeye ndo amepata mke, wengine wote hamna kitu, hata tukiongea inaonekana watu wana wivu na nini. Lakini ilikuwa inaonekana from the start kwamba mwanamke bwana hapa alikuwa ni mtu wa media sana. Ogopa sana mtu ambaye muda wote anataka kuonekana kwenye media. Ogopa. Wife material, muda wote mtu anakuwa kwenye social media. That is not a wife material kind of person. Sio tabia mwanamke hiyo ambaye anataka kuwa wife material. Wewe umeshaolewa tayari, muda wote unakaa unatumatuma mapicha kwenye nanili kwa ajili ya nini? Utasema unatengeneza brand. Sawa, okay fine, unatengeneza brand. Je, baada ya kutengeneza brand, ina maana pale ni kama alikuwa anatumika kama daraja, kwamba huyu bwana anamtengenezea mwenzake nafasi. Na kipindi hicho MC Pilipili alikuwa ni hot cake. Kila mtu anamuongelea yeye, ndo MC alikuwa anatisha. Tulikuwa tunampenda. Personally nilikuwa nampenda. Alikuwa anafanya kazi nzuri, anachekesha. Alikuwa ni MC mzuri. Sasa mimi binafsi niliona kama yule binti alikuwa anamtumia mwenzake kama daraja. Sikuona mapenzi ya kweli pale. Kwa sababu hata ukiangalia tu walikuwa hawaendani. Binti mrefu, mzuri, sura ile. Mabinti wa hivyo afu wametoka vyuo vikuu. Most of them wanakuwa na type zao hivi, mashalobalo, matozi hivi. Ndio type zao mara nyingi. Lakini pale akawa na MC Pilipili. Yaani kabisa mtu unaona kabisa kwamba hapa na huyu kafuata pesa. Yaani ilikuwa inaonekana. Lakini MC mwenyewe alikuwa anadharau, ana comment, watu wana wivu na nini na nini. Matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni kwamba binti baada ya kuwa very strong, financially strong, and can finance her lifestyle, ndio maana waliachana. Kwa nini? Kwa sababu tayari ameshakuwa famous, ameshapata followers wake wa kutosha, tayari ameshakuwa na ile media personality ameshaipata. Ndio maana hata kwenye kuachana naye ikawa rahisi, kwa sababu hakukuwa na ile true love ya ukweli. Haikuwepo kiukweli. MC Pilipili amemchukua binti akiwa tayari ana pesa. Kwa hiyo jamani, wanaume mnacha kujifunza. Mnapokuwa mnaambiwa, msione muda wote kwamba watu ni haters ama wanawivu. Sometimes watu wanakuwa wanaambiwa vitu ambapo wameshaona, wamesha sense. And most of us watu tunasema tulikuwa ni wanawake. Wanawake tunajuana. Wewe mwanaume huwezi kumjua mwanamke kuliko mimi mwanamke. Mwanamke atamjua mwanamke mwenzake. Sasa wengi walikuwa wanasema ni wivu. And now what is this? Kamwacha mwenzake, depression ile yote, hata kama mwanaume amekucheat. Hivi ni wanaume wangapi wanacheat? Kitu cha msingi kwa mtu ambaye tayari ameshaolewa, unaangalia je, huduma za msingi zipo? Watoto wanakula, maendeleo yanafanyika? Kukuchiti hiyo ni issue kubwa kiasi cha kusema kwamba unamwacha mtu uliompenda. Ukamuona tena anadhalilika, anabadilika, anakuwa kama kituko, ukamwacha. Mimi hiyo sidhani kama ilikuwa ni issue kubwa ya msingi ya kusema namuacha. Kweli amekosea, lakini amekosea kama mtu umeshaona mpaka anapitia changamoto kubwa za kisaikolojia kiasi kile. Kama kweli una true love, ilikuwa ndo mtu pa kusimama na kumsupport mwenzako. Lakini pale hakukuwa na true love from the start. From the start, the woman wanted fame, wanted money. Na baada ya kuvipata ndo maana akawa muhitaji. Hivi tayari mimi nilikuwa na shida na pesa, nimeshazipata.